msishabikie na wala msijiingize katika masala ambayo usiokuwa na elimu nayo. Kama huna elimu jiweke pembeni. Jiweke pembeni. Usije ukaingia katika jambo ambalo wewe huna elimu nalo. Na hili kama tutalichunguza kindani zaidi, kwa mujibu wa aya hii, vingi sana ambavyo nilivyovipata ni kama moja katika mwongozo wa maisha, haswa kutoka kwa mzee wangu, kwamba hata miongoni mwa sababu za ufukara wa maisha yetu ni kwamba tumeisahau aya hii ya Allah tabaraka wa taala. Kivipi? Alhamdulillah, kwa sababu Allah subhanahu wa taala kwa maneno hayo alisema kwamba tusije tukasimamia jambo ambalo hatuna maarifa nalo, kwa sababu hakika ya usikivu tutakaotumia kusikiliza kile ambacho hatuna maarifa nacho, mtazamo wa kuzingatia au kulifuatilia jambo hilo ambalo hatuna elimu nalo, hivi vyote Allah subhanahu wa ta'ala ataviuliza siku ya kiyama. Sasa swali limekuja, kivipi tunakuwa mafukara katika hili? Tukiangaza maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaanihi. Miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu, yapo mengi ambayo yenye kuutengeneza Uislamu wa mtu, lakini miongoni mwa mambo yanayoweza kuustawihisha Uislamu wa mtu na ukapata afya Uislamu wa mtu ni kuacha lile ambalo lisilomhusu. Usidili na ambalo lisilokuhusu. Sasa kwa nini nimeeleza kwamba miongoni mwa sababu za ufukara? Yupo mmoja katika wanawachuoni, al-Imam Maliki ibn Dinar, ameeleza maneno yake ya kwamba idha ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahanan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam annaka, kwamba utakapoona we katika maisha yako ya kwamba jambo la kwanza umekuwa na maradhi ya moyo, jambo la pili umekuja kupatikaniwa mazingira mazima maradhi ya mwili, yani maradhi ya moyo, maana kuwa mgumu moyo wako hasa kusimama katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakapoona una maradhi ya mwili na kadhalika utakapoona ugumu wa riziki yako, basi fa'lam, tambua, annaka takallamta, kwamba wewe unazungumza ama unajiingiza fi ma la yaanika, katika yale ambayo yasiyokuhusu. Kwa yale ambayo yasiyokuhusu yana hasara ya mambo matatu. Kwanza, kupatikana ugumu wa moyo. Jambo la pili, kupatikana maradhi ya viwiliwili vyetu tulivyokuwa navyo. Sababu leo utakapoona fulani amepata, kwa nini amepata, utaushughulisha moyo wako. Na ili kushughulisha moyo, mwili pia unaweza kuathirika katika hicho. Na kadhalika inapelekea hata ugumu wa riziki yako. Sababu unapofuatilia mambo ya mtu mwingine, unashindwa kufanya yako.